Shalom mwana baba, shalom. Leo naomba nikufundishe kitu muhimu sana kwa lugha nyepesi sana upate kunielewa. Nitaanza na saikolojia, halafu nitakwenda kwenye theolojia. Uwezo wa mwanadamu kuchakata mambo, uwezo wa mwanadamu kutambua mambo au kutafsiri mambo unaitwa consciousness. Consciousness ni uwezo wa mwanadamu kuwa on, yani kujitambua, kama kuwaka, kuwa on, kuwa na fahamu zake na kuweza kutafsiri au kuchakata mambo kwenye ufahamu wake. Inaitwa consciousness. Ambayo hii consciousness imegawanyika sehemu tatu. Kuna conscious, kuna subconscious na superconscious. Ambapo kwenye tafiti za zamani nyingi zinakomea kwenye subconscious, lakini tafiti za hivi karibuni zinasema ufahamu mkubwa wa kiimani unaitwa superconscious. Kwa hiyo kuna sehemu ya tatu wamepiga hatua zaidi. Lakini yote haya ni katika kueleza tu ufahamu wa mwanadamu unavyoweza kufanya kazi. Sasa huu ufahamu wa mwanadamu, hii consciousness ni uwezo wa ufahamu wa mwanadamu kuchakata mambo na kutoa tafsiri. Kwa hiyo consciousness ni mahala ambapo panatoa tafsiri, ni ile hali ya uwezo wa mwanadamu kuchakata mambo na kutoa tafsiri, kutoa utambulisho, mahali pa kutoa utambuzi. Kwa hiyo tunaweza kusema consciousness ni mahala penye kifahamio, pale penye kifahamio, penye kitambulio. Yes, penye kifahamio, kitambulio, kitafsirio, kijulio, ndo kwenye consciousness. Sasa hii consciousness imegawanyika hizo sehemu tatu. Nimesema subconscious, conscious, subconscious na superconscious. Sasa ambavyo kiujumla wake vinatengeneza mfumo ambao tunauita fikra au mind. Kwa maana kuna conscious mind, subconscious mind na superconscious mind. Mind kwa maana ya fikra au nia. Ukisoma ile Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 16 inasema, nani ajuae nia ya Mungu amwelimishe? Ila sisi tunayo nia ya Mungu. Ukisoma Kiingereza inasema, who has known the mind of Christ? Who has known the mind of the Lord that he can instruct him? But we have the mind of Christ. Tunayo nia ya Kristo. Kwa hiyo nia imetafsirika kama mind, ambayo kiujumla wake ni kama fikra. Kwa hiyo nia, fikra ndio mind. Sasa hii mind au consciousness ina vipengele, niseme visabuseti ama vitawi vinne. Kitawi cha kwanza kinaitwa awareness. Awareness ni ufahamu wa ndani, yani ufahamu wa ndani juu ya jambo fulani. Kwa mfano, hapo ulipo wewe unapumua, lakini hujakaa ukatafakari habari ya pumzi. Kile kitendo cha wewe kukaa ukaitafakari pumzi inavyoingia na kutoka, ukasikia mpaka ile mikwaruzo ya mapafu ndani, unafika hatua mpaka usikii chochote, unasikia tu sauti yako. Wanaofanya meditation hii wanaelewa. Unasikia tu sauti ya pumzi tu inavyoingia na kutoka. Hiyo sasa ndio awareness, yani ufahamu wa kina juu ya jambo fulani. Kwa hiyo unaanza ufahamu, then unakwenda ufahamu wa kina. Kwa hiyo inaanza consciousness, then inakwenda awareness. Kipengele cha pili cha consciousness kinaitwa thoughts, yani mawazo. Kipengele cha tatu cha consciousness kinaitwa perception. Yani ili uweze kuwa na thoughts, lazima uwe conscious, uwe na consciousness ndio unakuwa na thought. Ili uweze kuwa na perception, uweze kuperceive, uweze kuwa na mtazamo, lazima uwe na consciousness, uwe na fahamu ndio uweze kuwa na mtazamo, uweze kuperceive. Lakini pia kipengele cha mwisho kinaitwa conscience, yani dhamira. Ili uweze kuwa na dhamira, uweze kuwa na conscience, lazima uwe conscious, then ndio inakuja dhamira. Dhamira ni sauti ya maadili ndani yako. Ni sehemu inayotambua jema na baya. Uwezo wa kutambua jema ni sauti inayokwambia hiki ni chema, hiki ni kibaya. Dhamira au dhamiri. Sasa hivi hapa ndipo mchakato wa utambuzi unapofanyika wa mwanadamu. Kwa hiyo mahali panapo tafsiri, hapo panapotoa tafsiri, panapochakata taarifa ili kutoa tafsiri, kutoa ufahamu, kutoa utambuzi, hapo mahali panapochakata hizo taarifa ndio panaitwa kwenye consciousness, kwenye mind. Uwezo wa mind kuchakata, uwezo wa fikra kuchakata mambo.
ile nguvu ya fikra kuchakata mambo ndio inaitwa consciousness, ambayo hiyo uwezo wa fikra kuchakata mambo ndio una hivyo vipengele vidogo vidogo ambavyo nimesema ni awareness, thought, perception na conscience, yani dhamira, ambapo vyote kwa ujumla wake vinafanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya kutoa tafsiri, kutoa utambulisho, kwa ajili ya kutoa fahamu. Ndio mahali pa kufahamia hapo kwenye fikra au kwenye nia au kwa Kiingereza kwenye mind. Sasa hapo ndipo tunapoita kwenye nafsi, hapo ambayo kiasili iko ni nyeupe kama kioo au kama karatasi ambayo inaweza kuandikika pande mbili. Karatasi ambayo ni transparent inaweza kuandikika sehemu mbili, lakini ni kama kioo ambacho kinaweza kupitisha mwanga huku na huku. Ndiyo nafsi asili ya mwanadamu ilivyokuwa. Nafsi ya Adamu wakati anaumbwa ilivyokuwa, ilikuwa plain, ilikuwa ni kama karatasi nyeupe inayoweza kuandikika pande mbili. Alipowekwa pale Edeni ili apate kuchagua, aliambiwa achague kati ya mti wa kifo na mti wa uzima. Ina maana yeye alikuwa anatakiwa kufanya uchaguzi, na iko hivi, mahali atakakochagua ile karatasi itageukia ule upande, na huu upande wa pili alikoacha kuchagua pataziba. Yaani akichagua mti wa uzima, mti wa kifo kule unaziba, anabaki tu kufahamu mambo ya mti wa uzima tu. Akichagua mti wa kifo, kwenye mti wa uzima panaziba, anabaki kutambua mti wa kifo tu. Sasa Adamu kwa utashi wake alichagua mti wa kifo. Alipochagua mti wa kifo, utashi wake, dhamiri yake, mawazo yake na consciousness yake, yani mahali ile nguvu ya kuchakata, kutoa tafsiri, ikageukia kule kwenye mti wa kifo. Kwa maana yake huko kwenye mti wa uzima pakaziba, yani ilikuwa karatasi nyeupe. Alipogeukia mti wa kifo, ina maana ikawa ina reflect kwenye mambo ya mti wa kifo tu. Adamu akaacha kumjua Mungu. Kwa kwenye upande wa Mungu alivyo, Adamu akafunga kabisa. Yani Adamu hakumjua Mungu tena. Kwa hata zile kumbukumbu ndogo zilizokuwepo kwenye fahamu za Adamu, kwa sababu alikuwa ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, sura na mfano wa Mungu. Sura ya Mungu ni wema na mfano wa Mungu ni upendo. Kwa hiyo alikuwa na upendo na wa mfano wenye asili, lakini wa mfano wenye asili ya kinadamu, wa mfano wenye mfanano, kopi ya Mungu, sura na mfano wa Mungu. Okay? Alikuwa na wema na upendo ambavyo vina mfanano na Mungu. Sasa ule wema ambao alikuwa nao Adamu, alipogeukia upande wa pili, vilianza kujiandika vitu vya upande wa pili. Ina maana akili yake ilikuwa inaweza kuchakata ya mti wa kifo tu, ilikuwa haiwezi kuchakata ya mti wa uzima, kwa sababu huku mti wa uzima palifunga. Kwa hiyo Adamu akawa hakumfahamu Mungu. Akili yake ikawa na uwezo wa kuchakata ya mti wa kifo. Kwa Adamu yakaanza kadri alivyokuwa anafahamu ya mti wa kifo, yanajiandika kwenye ile plane. Kwa hiyo Adamu akaanza kufahamu habari za kifo, habari za giza, uoga, hatia, habari za magonjwa, laana, wasiwasi, udhaifu, uongo, hofu, dhambi, umaskini, chuki, ubaya, sheria, ushetani. Hayo ndio Adamu akawa anayafahamu. Kwa kadri anavyoyafahamu ndivyo yanavyojiandika kwenye ile karatasi nyeupe. Kwa hiyo panazidi kuwa giza, pakijiandika kule ndivyo huku panavyozidi kukolea kuwa giza. Yaani huku kwenye kumfahamu Mungu panavyozidi kukolea kuwa giza. Ile karatasi inajiandika upande mmoja tu wa mti wa kifo, huku upande wa Mungu alivyo pakajifunga. Sasa Adamu akaendelea kukua na kupata uzoefu wa huko. Kwa hiyo Adamu hakumjua Mungu tena, ila akajua habari za mti wa kifo, magonjwa, laana, hatia, hofu, huzuni. Hayo ndio yakawa ya kwake, na nafsi yake ikawa na uwezo wa kuchakata na kutoa tafsiri za hayo tu. Ndio maana Kristo alipokuja ilibidi amfuate Adamu kule alikopotelea. Ilibidi aje kwa Adamu amfuate kule alikopotelea, kule ambako nafsi ya Adamu inaweza kuona, atokeze, azaliwe duniani. Kule ambako nafsi ya Adamu inaweza kuona, kule ubayani, kwenye mti wa kifo. Akazaliwa kule ambako kwenye asili huku mwanadamu. Alivyozaliwa huku akajitokeza mbele ya mwanadamu ili nafsi ya mwanadamu ipate kukumbuka Mungu alivyo.
kwa sababu ilishasahau, kwa sababu yeye ndiye ameiumba. Kwa hiyo ilipomuona Kristo alikuja kuionyesha nafsi ya mwanadamu, consciousness ya mwanadamu ipate awareness ya Mungu, yani iweze kufikiri kwa kina juu ya Mungu, iweze kupata ufahamu wa Mungu. Kwa Kristo alikuja huku kushughulika na kinachotoa tafsiri, alikuja kushughulika na consciousness, alikuja kushughulika na fikra na mind, na pale panapotoa tafsiri pale kwenye kifahamio, kitambulishio, kitafsirio, ndicho kilikuwa kinatoa tafsiri mbaya, ndicho hicho alikuja kushughulika nacho. Kwa maana hiyo, Kristo alipokuja kujionyesha huku, akili ya mwanadamu ikaanza kukumbuka, ufahamu kaanza, kwa sababu kumbuka, alikuwa na sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo akaanza kujikumbuka. Kumbuka, kabla Adamu hajaumbwa kuweka kwenye mwili, alikuwa kwenye fikra za Mungu, alikuwa kwenye wazo la Mungu. Adamu alianza kuwazwa kwenye fikra za Mungu. Kwa wakati anawazwa, alivyokuwa, wakati anapulizwa kuweka kwenye mwili, kwenye ile Adamu akapulizwa akawa nafsi hai, alianza kuishi kwa kujikumbuka. Halafu alipopewa kuchagua akajipoteza. Kwa sasa Adamu ile nafsi yake ikaanza kukumbuka. Ndio maana kujifunza ni kujikumbuka. Learning is remembering or recalling how we was. Ni kukumbuka tulivyokuwa kwenye fikra za Mungu. Ndio kujifunza. Hasa nafsi ya mwanadamu haimjui Mungu, haiwezi kutenda mema. Hata ukilazimisha kutenda mema ni maigizo, kwa sababu kile kinachotafsiri kinatafsiri upande mmoja, kimefunga upande wa kumjua Mungu. Kwa hiyo anapokuja Kristo, ndio maana kumwamini tu Mungu kwamba yupo haikusaidii. Kuamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka haikusaidii, ila kuamini kuwa wewe unapomwamini Kristo unapata ufahamu wa Kristo. We have the mind of Christ. Unapata ufahamu wake. Kwa nini? Hii nafsi ambayo ilikuwa nimesema mfano wa kioo, ilipotazama mti wa kifo, hiyo nafsi haiwezi kugeuka tena kutazama mti wa uzima. Haiwezi. Kwa unapomwamini Kristo, unapata nafsi ya Kristo ambayo sasa inakuja kuwa ni nafsi mpya, ambayo yenyewe inasimama pale mahali ilipo nafsi yako, yenyewe ina uwezo wa kutazama mti wa uzima tu. Nafsi ya Kristo inatazama mti wa uzima tu. Kwa kumwamini Kristo ni kukubali kupoteza nafsi yako na kupokea nafsi yake, ambayo nafsi yake yeye imefunga kwenye mti wa kifo, inatazama mti wa uzima tu. Kwa hiyo haiwezi kureflect mambo ya mti wa kifo, ina reflect mambo ya mti wa uzima tu, ambayo ni afya, uzima, amani, furaha, upendo, hayo ndio ina reflect hayo tu. Kwa hiyo kadri ufahamu wa mwanadamu unavyopata ufahamu juu ya Mungu, ule ufahamu wa mwanadamu kwenye hilo eneo unakufa. Ndio maana hakuna aliyemwona Mungu akaishi. Ule ufahamu uliomwona Mungu kwenye hilo eneo unakufa, alafu ufahamu wa Kristo unaishi, ambao ufahamu wa Kristo wenyewe unaangalia mti wa uzima tu, haureflect huku. Kwa hiyo kadri tunavyozidi kumfahamu Kristo, unapozidi kusikia neno, ni sawa sana unavyozidi kushusha. Yani unapomwamini Kristo tu, ile kumwamini kinawekwa kioo kingine kinachotazama upande ule. Hasa unavyoendelea kujifunza kumhusu Kristo na kumfahamu na kusikiliza ya mti wa uzima, ni sasa unaanza kuandika ya mti wa uzima, yanajiandika, yana reflect kule. Kwa na wewe kadri unavyozidi kuyafahamu ndivyo unavyozidi kuyaandika, kama ilivyokuwa, kama ambavyo Adamu alikuwa anafahamu, mwanadamu alifahamu ya mti wa kifo, yakajiandika, yakawa yanajiflect hayo, ndivyo unavyofahamu ya mti wa uzima yanajiandika kwenye hicho kioo kipya, ambao ni nafsi mpya ya Kristo, ambayo inaweza kuyasoma hayo tu, haiwezi kuandika tena ya mti wa kifo. Hiyo nafsi ya Kristo inaruhusu kuandika ya upande mmoja, kama ambavyo nafsi ya mwanadamu iliruhusu kuandika ya upande ule wa kifo tu. Sasa hii inaruhusu kuandika ya upande wa uzima tu, kwa sababu nafsi ya mwanadamu haiwezi kugeuka. Ni nafsi mpya ya Kristo ndio ina uwezo wa kureflect kule mti wa uzima. Kwa unapomwamini Kristo, unapoamini kuwa wewe umekuwa Kristo, maana yake sasa unapata nafsi ya Kristo, ambayo hiyo nafsi ina reflect kule kwenye uzima. Kwa kazi yako sasa ni kujiona wewe umekuwa Kristo, ili yale ya mti wa uzima yaendelee kureflect, uendelee kuyaandika, uendelee yajiandike, yakolee huku pote, pafunge mti wa kifo wote, ufunge kabisa, usionekane jumla, na uwe umefungua mti wa uzima huku, ureflect huku. Kwa hiyo ndio maana unapomwamini Kristo, kazi yako inakuwa kusikia habari ya mambo ya mti wa uzima.
usikie habari ya uzima, habari ya afya Ndio kazi yako sasa kusikiliza hayo, ndio yanayokuhusu mwana wa baba, sio kuanza kusikiliza habari ya roho fatilizi, mizimu ya ukoo, laana sijui za wapi. Hizo zinazidi kukupotosha, kwa sababu hayo hayawezi kujiandika kwenye nafsi ya Kristo, kwa sababu hayawezi kujiandika. Hata ukiyasikiliza mara ngapi, hayawezi kujiandika kwenye nafsi ya Kristo. Nafsi ya Kristo inaandika ya mti wa uzima tu. Kwa hiyo unapaswa kusikia habari ya uzima, nuru, ujasiri, haki, furaha, usalama, ushindi, afya, baraka, amani, nguvu, ukweli, utakatifu, utajiri, wema, neema, uungu. Hayo ndio unayopaswa kusikia. Hayo ndio yanaweza kujiandika kwenye nafsi ya Kristo, kwa sababu na yenyewe sasa ina reflect mti wa uzima tu. Kwa hiyo kumwambia mwanadamu atende mema, mwanadamu sijui aishi kwa maadili, afanye mema, ni uongo, kwa sababu unamwambia mwanadamu abadilishe fikra zake kwa kutumia tabia, wakati tabia ni matokeo ya fikra. Kwa sababu iko hivi, fikra au mind pale ilipo, ambapo ndipo kuna kitafsirio cha maisha ya mtu. Hapo fikra inatengenezwa na imani, belief system. Imani inatokana na unachosikia. Chanzo cha imani ni kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia. Kile unachosikia mara kwa mara kinatengeneza belief system. Belief system ndio wino wa kuandikia kwenye hiyo karatasi ambayo ni nafsi, nimesema. Kwenye hiyo karatasi ambayo ni mahali panapotoa utafsiri. Kitu kinachoandika, wino wa kuandikia pale ni imani, belief system. Ndio wino unaotumika kuandika pale. Kwa mwanadamu aliamini Mungu asivyo. Kwa hiyo ule wino uliokuwa unaandika pale ni wa Mungu asivyo, ndio uliojaza ile karatasi pale paka chini. Kwa sasa unapomwamini Kristo, wino unaotumika kuandika sasa ni wa kumwamini Mungu. Kwa ni wino wa imani ndio unatakiwa utumike kuandika pale. Sasa wewe wino wa imani unaanza kuuchanganya. Eti unaanza kuandika habari za laana za ukoo, habari za mapepo, habari za mizimu. Hizo haziandikiki, unapoteza muda. Haziandikiki kwenye nafsi ya Kristo, kwa sababu imegeukia mti wa uzima. Kwa anza kuandika kwa kutumia mfumo wa imani ambayo ni imani ya Kristo, kwa sababu sio imani yako tena, ni imani kwa sababu ni Kristo ndani yako. Sasa tumia imani ya Kristo, maanake utaandika yale yaliyo ya Kristo, ndio yanapaswa kuandikika pale, na yanapoandikika pale sasa ndivyo yanavyokuwa yanathibitika kwenye maisha yako, kwa sababu sasa hayo yatazaa tabia, tabia itazaa matendo. Mwanadamu fikra zake zilizaa tabia, tabia ikazaa matendo. Hivyo hivyo na fikra za Kristo zitazaa tabia ya Kristo, na tabia ya Kristo itazaa matendo ya Kristo. Kwa hiyo Yesu hakuja kushughulika na tabia yako wala matendo yako, alikuja kushughulika na kile kinachotoa maana. Kwa hiyo mwanadamu alikuwa na ugonjwa wa kutafsiri vitu vibaya muda wote, kwa sababu ile dunia ambayo Mungu aliiumba na kusema tazama ni njema na ya kupendeza, ilibaki vile vile njema kwa Mungu, haikuwahi kubadilika. Ila mtazamo wa mwanadamu kuielekea dunia ndio ulibadilika pale kwenye mind yake. Pale kwenye kitafsirio, kwenye kifahamio, kwenye consciousness palibadilika. Akawa anatafsiri vya upande mmoja. Kwa hiyo mtazamo wa mwanadamu kuielekea dunia ndio ulibadilika. Kwa hiyo unapopata mtazamo wa Mungu kuielekea dunia, unaanza kuiona dunia ni njema vile vile. Kwa maana yake ndio unafunga ile dunia ya zamani na kufungua mbingu mpya na nchi mpya kwenye fikra zako. Kwa hiyo mbingu mpya na nchi mpya ni kwenye fikra zako, unaikunjua na kukunja kama karatasi ile mbingu ya zamani na nchi ya zamani ya mateso na dhiki, na ulimwengu wa kwanza unaukunja, na ulimwengu wa pili unaukunjua kwenye fikra zako mwenyewe, kwa kukubali kwanza uamini umekuwa Kristo, kwa maana umepokea nafsi yake. Ukiamini hicho sasa, unaanza kuandika kwa kutumia wino unaitwa imani, belief system yako ambayo umeshamwamini Kristo na umeamini umekuwa yeye. Ukiamini hivyo sasa, yanaandikika ya Kristo, yana reflect mti wa uzima tu, hayawezi kureflect huku, yanafunga. Kwa hiyo kuamini kuwa umekuwa Kristo ni kufunga kwenye mti wa kifo na kugeukia mti wa uzima, ambao huko haujui mambo ya kifo kabisa. Haujui magonjwa, haujui laana, haujui dhiki, hauyajui. Kristo hajui hayo. Kwa hiyo unageukia kule. Kwa hiyo unapaswa kusikia habari za uzima, furaha, amani, upendo, ukamilifu, utakatifu. Hayo ndio unapaswa kusikia. Haki, hayo ndio unapaswa kusikia. Sasa ndio hayo yakisikika yanatengeneza mfumo wa imani. Huo mfumo wa imani ambao tayari ni imani ya Kristo ndio huo unaoweza kuandika kwenye hiyo nafsi mpya, yanaweza kuandika kwenye hiyo karatasi mpya. Hayo tu ndio wino unaoweza kuandika huko.
ule wino wa upande wa pili wa imani ya Mungu asivyo, hauwezi kuandika huku, unaandika kule kwenye Mungu asivyo. Shalom mwana wa baba.